Karibuni tena, naitwa Kisiwa Koja. Leo katika segment yetu ya Kisiwa cha Sheria tunajibu request ama ombi la shabiki la mtazamaji na la msikilizaji ambaye kwamba amesema tulizungumzie swala la kurithi mali ya mtu ambaye kwamba ni Muislamu. Nataka kubaliana naye kwamba hili ni swala ambalo kwamba limekuwa swala sugu katika jamii yetu. Kurithi Kiislamu ni rahisi sana. Kinesema kwamba hiyo process inakuwa complicated kwa sababu ya kasumba zetu ambazo tutaenda kuzizungumzia. So ili uweze kurithi Kiislamu kuna karatasi ambazo kwamba zinahitajika. Mwanzo unahitaji death certificate ya marehemu. Kisha utahitaji karatasi inaonyesha kwamba wewe unahusiana na marehemu. Kwa sasa hapa kama marehemu ni baba, basi tutataka barua ya kwa chief. Barua kwa chief ni mtu ambaye yako karibu na marehemu, anajuana na marehemu, kwa hiyo anajua watu wake wa karibu. Kwa hiyo katika barua yake atatueleza kwamba fulani bin fulani alifariki, kulingana na death certificate, lakini ameacha widow, ameacha mjane, ameacha watoto tuseme 4, na pia marehemu ameacha mali. So ile barua italist warithi na italist pia mali ambazo kwamba mtu ameacha. So mara nyingi huwa hatuandiki will. Utapata kuna mali ambazo kwamba zitapotea na hazitajipata, they will not find their way into the succession petition. So na kwamba kuna mali haitakuja mahakamani kwa sababu pengine huku disclose na haijulikani. Kwa hiyo barua ile ya chief pia tutahitaji, tuseme mfano kama kuna shamba ambazo kwamba zinataka kurithiwa, tutahitaji pia search, uende ukafanywe search na copy ya title deed ambayo kwamba itakuwa inahitajika. Na muhimu zaidi kutahitajika family consent. Wale ndugu ambao kwamba ama warithi ambao kwamba watakuwa kwenye ile barua ya chief wanafaa wakubaliane, wafanye consent kwamba one of the heirs ama wawili ama watatu waandike kwenye ile title deed kwa niaba yake yeye mwenyewe na kwa niaba ya ndugu zake. So ile title deed itaandikwa XYZ in trust. So ukiona title deed imeandikwa in trust, hiyo tayari wewe kama ni mnunuzi usijaribu kununua mbio mbio, kumaanisha huyo mtu si yake peke yake, ako na ndugu zake. Kwa hiyo hizi karatasi zote hizi zikiwa ziko sawa kabisa, utaenda kwa wakili, atakutengenezea succession petition. Succession petition utaweza kuifile mahakamani na kadhi atakupatia tarehe, mtasikilizwa. Kadhi anaweza waita nyote, kama ameona kwamba ni kitu ambayo kwamba haina issues, anaweza ita watu 2, 3, at least mconfirm, kwa sababu katika ile consent mtakuwa nyote mmeweka sahihi zenu, nambari zenu za vitambulisho, mkithibitisha kwamba mtu fulani title liandikwe jina lake. Uozo ama tatizo sasa, lile tatizo sugu ambalo linatokea, hii barua inaandikwa na chief. Utapata kuna mtu ni mrithi lakini hakuwekwa pale kama mrithi. Utapata kuna mtu ameenda kurithi shamba bila kuhusisha wengine, mkusudi tu, pengine hajamwambia chief ama amecheza deal na chief. Things happen. Shamba imerithishwa, kadhi amerithisha shamba, hakujulishwa information yote. Ndio tunasema kwamba katika segment yetu kule kwamba shamba inaweza, kama inaonekana kama kuna fraud, kama kuna illegality ama procedure haikufuatwa vizuri, huyu mtu ambaye hakuwekwa pale anaweza enda mahakamani. Sasa nao haizi ende tena kwa kadhi, anafaa aende kwa land court aseme kwamba yeye hakuhusishwa. Then kuna issue nyingine sugu tena, hao ndugu utapata kuna mmoja hiyo shamba ameiuza hata kabla hajapata grant za kuuza hiyo shamba, na shamba imeenda kurithiwa. Then kuna mwingine anakuja mahakamani anasema, bwana, mimi hii shamba nimeuziwa, kwa hiyo nataka kuhusishwa kwenye hii kesi. Kadhi yeye kazi yake ni kurithisha.
Kazi yake si kusema shamba ni ya mtu huyu ama ya mtu huyu. So we normally complicate things pale mahakamani kwa kadhi, but hiyo ndio process na huo ndio uozo. Na by the way, shamba nyingi huku Kwale ama katika jamii yetu ya Pwani, watu wanakosa mashamba kwa sababu ya process ya kuirithi, na uozo unafanywa pale mwanzoni katika kutengeneza hizi karatasi mbili ya kwamba marehemu wameacha mali hii na ameacha warithi hao, ama mandugu wameenda chini ya maji wakapigana changala macho. Kwa hiyo process iko very simple, lakini utapata kuna ndugu wengine wanavutana, wanasema sisi hatutaki irithiwe. Sasa wewe hii shamba hutaki irithiwe, unataka iendelee kwa jina la marehemu. Kutane tena katika segment nyingine. Shukran sana.